Karibu sana United Kingdoms of Africa. Kwa mara nyingine tena niko na Kungwi hapa. Nikiwa nyuma ya kamera, tukuja na mada moja ambayo tungependa kuijadili mimi na Kungwi kwa siku ya leo. Ni mada ambayo inahusiana na harusi. Jana watu wengi ama Watanzania wengi na nje ya Tanzania walifuatilia harusi ya msanii wa Tanzania Juma Jux pamoja na mke wake wa Kinigeria yule. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo tunatakiwa tujifunze kwenye mila na tamaduni za kwetu za Kiafrika. Tumeona vile mara ya kwanza alipoenda Nigeria kufanya ile harusi ya Nigeria. Tumeona Juma Jux alipokelewa vizuri tu na mambo mbalimbali ambayo yalifanyika ya kimila na ni mazuri sana. Na moja kubwa ambalo la kuvutia ni mavazi ambayo walioyavaa wa Nigeria. Finally, jana ni siku ya Jumatano ilifanyika harusi hapa Dar es Salaam, Tanzania. Jux amekuja kumalizia harusi hapa Tanzania. Sawa sawa. Nimeifuatilia ile harusi usiku mzima wa jana. Kuna vitu ambavyo nimevipenda. Ngoma za asili ambazo zilizopigwa mule ukumbini. Yale mavazi ambao lovaa wapiga ngoma zile za asili ni moja ya kitu ambacho kimenivutia sana Kungwi hapa Tanzania. Ni kitu ambacho kimenivutia sana kwetu sisi, hasa mimi binafsi. Kwa namna moja ama nyingine Kungwi, imezoeleka Muislamu akienda kuoa anavaa kanzu, mwanamke atavaa shera, na Mkristo atavaa suti, mwanamke vile vile atavaa shera. Hiyo ndo hali halisi ambayo tunayoishi kwa sisi sasa hivi. Na Watanzania wanavaa hivyo, sio Watanzania tu, nchi mbalimbali wanavaa vitu kama hivyo. Lakini imezoeleka kwamba kanzu na suti ndo vazi rasmi la kwenda kuolea. Swali langu liko hapa Kungwi. Niulize sasa. Zamani bibi na bababu zetu walivyoenda kuoana walikuwa wanavaa mavazi ya aina hii? Hapana. Walikuwa hawavai hivyo. Mimi kwa umri wangu huu nimemwona bibi yangu anaolewa ndoa ya pili. Mimi kwa umri wangu huu nimemwona bibi yangu anaolewa ndoa ya pili ya Kiislamu. Babu yeye alikuwa amevaa kanzu nyeusi. Kanzu nyeusi. Nikizungumza kanzu nyeusi unajua ile kanzu, yani zile kaniki zile zimeshonwa kama kanzu za msikitini. Sawa? Haina kola lakini imeshonwa raundi, ina nyama nje. Sawa? Kubwa. Alafu una ushanga kama mbao, lakini mbao zake sio za mduara, za hivi zile. Za kuchomeka. Zile kavaa na ushanga mweupe. Na ushanga mwingine mkononi na fimbo, na wakamwekea na mkanda. Mkanda ule wa upera. Unajua upera? Mbuyu ule umesukwa njia tatu, wakamfunga hivi kiunoni, lakini ule upera kule nyuma ina bwebwe. Kama vile vimkanda ambavyo vinatengenezwa sasa hivi vinauzwa vile vya watoto wa kike wanavalia maabaya. Vile vimkanda mabwebwe yale yapo kwa nyuma. Alafu hapa kimechongwa kisu cha mbao, kaekewa hapa na fimbo. Ile fimbo ina kimkonyo juu. Sawa? Ndo kashika. Ndio babu nimemwona nakuja kuona ndala, sio hizi ambazo wenyewe mnavaa sasa hivi. Zile ndala za mgogo zile wanaita wanazita umaarufu mgogo. Kavaa zile nzuri, zimepakwa mafuta, zinang'aa. Amevua babu, anaingia kwenye mkeka, anapiga goti. Kabla hajaoa umeletwa mchele, umemwagwa mchele wa kutosha na maneno yanaongeleka. Kisale maneno kwa kuwa nilikuwa kidogo umri wangu mdogo, sijajua yale ni maneno gani, sijayanakili kwa maana hiyo. Nimwagwa mchele, mwagwa mtama na nafaka kwa kawaida. Nimwagwa, alafu yameletwa maji sio kwenye pipa wala kwenye ndoo, kwenye kipeyu. Unajua kipeyu na chungu kimeletwa pale. Ndoa hiyo naiona mimi ya pili hiyo ya bibi yangu. Kwanza sikuiona maana naona nilikuwa bado hata sijajulikana niko ulimwengu gani. Yale maji yamekuja yamechotwa, yale maji yamepakwa yule bwana harusi.
Sio kwa kupakwa hivi kama mafuta imemezwa na mtu, mzazi wake akafanya pia akamwagia. Sawa? Yakachotwa tena upande wa kikeni, akamwagiwa tena bwana harusi mara hizi 2. Kwa maana pale ilikuja na ndugu zake na bibi harusi ndugu zake, si ndio? Kwa hiyo anaanza kiumeni, wanakuja kikeni wanamwagia yule bwana harusi na ile kanzu yake. Alipotoka hapo yule mshenga wake sasa ndo akawa anamsponge ile, ndo kama sasa hivi tunavyoweka makeup unasponjiwa nini, umeona? Anafutwa tayari pale, ndo sawa wamemaliza lile swala. Naona sasa ile ndio ilikuwa mira na desturi za Mwafrika kwamba kuna vitu ambavyo wao wazazi wetu wanavijua wamevifanya kabla ya nini mtoto wao kuoa. Umeona? Walipomaliza sasa ndio akaitwa shehe, akatia zake ubani, akafanyaje? Sisi tena watoto wadogo zamani kwenye ndoa kama hiyo usogei, unakaa mbali, ila vinavyotendeka pale unafanyaje? Unaviona. Ndicho nilichokiona. Na mimi nina ushuhuda. Kuna harusi fulani hivi nilihudhuria. Nilipoona inaanza tambiko, nikatoa kamera yangu, nikashoot. Nikataka kuona nini ambacho kinachoendelea. Ni harusi ilikuwa ni ya Kiislamu. Wamekuja kuoa, lakini kabla bwana harusi hajashuka kwenye gari, wakashuka hizo wale, si walikuwa ni watani ama walikuwa ni ndugu au ndo familia, kwa sababu wametoka huko wamekuja kuoa kwa mwanamke, kwa sababu na sisi tulikuwa kwa mwanamke, wale ni wageni ambao wamekuja. Lakini kuna baadhi ya watu waliona kama ni maajabu ama ni uchawi ambao umekuja, kwa sababu ile ndoa walipokuja alishuka ndugu, walikuwa wamevaa mavazi ya kiasili. Mmoja amevaa mavazi ya kiasili, alivaa kaniki, alikuwa ni mwanamama. Alafu juu alibeba chungu. Kile chungu kilikuwa kinawaka moto. Mmenielewa? Kimewekwa kama misiri ya wanaita mwenge. Kilikuwa kinawaka moto. Akawa ametembea nao kwenye ule uwanja. Baada ya kutembea na ule uwanja wa nyumba ya bibi harusi iko wapi, wakaingia nao mpaka ndani kwa bibi harusi, mpaka sebuleni. Baada ya pale wakamruhusu bwana harusi atoke kwenye gari, akaenda kwenye mkeka, akaja shehe, akahitimisha ndoa. Kwa hiyo huo ushahidi pia upo ndani ya United Kingdoms of Africa. Nimeiweka hii video. Ni baada ya video hii nitaiweka hapo juu linki ili Watanzania wengine waweze kuona. Mmenielewa Kongwi? Sasa tumekuja kuliona baadhi, sisi hususan Tanzania hatuna vazi rasmi. Hapo sasa hatuna vazi rasmi la kuvaa kabisa. Umenielewa? Tumeona watu wengi wakivaa, mtu anakuja kumuona tu, mbona umevaa ki Nigeria? Au kama kungwi nimevaa Kiafrika, kama mganga. Mganga ni Afrika. Ndio nchi yetu hii, lazima tujivunie mavazi yetu. Kwa hiyo mimi cha kushauri haraka baraza husika, mimi naona huu ni wakati sahihi sasa kabisa kwenye hii harusi ya Juma Jux na Nigeria, iwe ni wakati sahihi, wa kupatiwa vazi rasmi, kwa sababu tunaona vijana wetu wanaenda kuoa nje. Ishaanza tayari, wameshaanza kufungua njia ya kwenda, wameshaanza kufungua njia za kwenda kuoa nje. Tunataka tumtambue huyu ni Mtanzania, vazi lipi ambalo ataenda kuliwakilisha kama kwenye ndoa. Huyu ni Mtanzania. Maana hata Ghana wanavaa kiasili, wanavaa Wagana kwenye sherehe zao, ukifuatilizia kwenye mitandao hawajawahi kuliacha vazi lao hata siku moja. Sasa iweje Tanzania tuliache vazi letu? Vazi sio kwamba sisi vazi kungwi, vazi rasmi kusema kwamba hili ni vazi rasmi la Tanzania halijajulikana. Mimi mwenyewe binafsi silijui vazi letu ni lipi. Umenielewa? Lakini tumezoea kuwaona bibi na mababu zetu wakiwa wamevaa kaniki. Hivyo na mimi ndio ninachokijua. Sawa? Kuolewa walikuwa wanaolewa wamevaa kaniki. Umenielewa? Lakini bado lile vazi ambalo tunasema kwamba tunaenda kwenye sherehe kama hizo, kuna wageni ambao wanatoka nchi zingine wanakuja Tanzania
wanajifunza nini kuhusiana na masuala ya mila, desturi na asili ya kwetu? Swadakta, Vazi letu ni lipi? Kwenye sherehe tunatoka tunajivunia vipi? Kabisa, kwa sababu sasa hivi kila ukipewa mwaliko wa shughuli unawaza nikashone kama Nigeria. Unaona la kwetu liko wapi? Mzee Magobo, mimi nimekuelewa sana. Tena sana. Ila mimi na imani ukiposti na hii, ukiweka wazi, na imani wazee wetu wapo. Angaya mheshimiwa Mama Samia Suluhu, Angaya mama wa Afrika, tunakujua, unapambana, unapiga kazi sana. Na imani hili swala ukiliona, na imani utalifanyia kazi. Watanzania tupo, tunahitaji tujue sisi tunatoka vipi, tukitoka kwetu kwenda kwenye mataifa ya wenzetu. Watutenganishe, waseme huyu Mtanzania, huyu Mnigeria. Mimi nina imani utalifanyia kazi. Haraka tutajua tunavaa vazi gani Afrika, tufanye nini. Tunakutegemea mheshimiwa Angaya. Tuweke wazi, liweke wazi vazi la Afrika, tuvae kama walivyokuwa navaa mababu zetu ili kuwakilisha nchi yako. Mimi na furahia kuona Wamasai bado wanadumisha vazi lao, mila zao kabisa. Wamasai, kwa sababu tumekuja kuona Watanzania wengi bado usangine wanamfuatilia lakini hawajamwekea maanane. Kuna huyu Masai wa Chalinze, Kilpo, anaiwakilisha vizuri sana acha Afrika, hata Tanzania anatuwakilisha vizuri sana. Yuko India kwenye tamasha kubwa la filamu huko, tumeona jinsi alivyopokelewa, akapokelewa kwa shangwe kubwa sana. Nini ambacho kilichomtambulisha kikubwa hasa? Vazi lake. Umenielewa? Vazi lake. Kwanza kaliwakilisha vazi lake, then katumia content creator ya mauzui, ya kuchukua mauzui ya nyimbo za Kihindi, anazileta, anazigeuza, anacheza. Watu wamependea nini? Wamependa mavazi yake. Watu wamependea nini? Wamependa vile ambavyo anavyoishi yeye kama yeye. Lakini angekuwa anavaa suti, akiwa anafanya nini, angepata hiyo nafasi leo hii? Asingepata. Kungu angepata hiyo nafasi ambayo alikuwa nayo? Asingepata. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa Tanzania kuwa na vazi letu, na kuna umuhimu mkubwa sana kwa Watanzania kujua mila na desturi za kwetu. Swadakta mzee Magobo, mimi nimekuelewa sana. Niite Kungu yo Afrika, niite MC Dogodogo kutoka United Kingdoms of Africa. Tunaiwakilisha vizuri Tanzania, na tunatamani Watanzania mnatuangalia hapo muiwakilishe na nyinyi Tanzania, muiwakilishe Afrika kwa kutengeneza, kwa kufanya jambo ambalo litatuwakilisha katika mataifa mengine. Sina budi nikiwaaga kutoka United Kingdoms of Africa. Nawatakia mchana mwema na usikilivu mzuri kabisa katika kipindi chetu bora kabisa ambacho kinailenga Tanzania yetu. Mwe na mchana mwema. Bye bye.